Nikusalimie rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza. Leo nataka tuingie darasa ambalo litaweza kusaidia kwenye maisha yako ya mapenzi. Kama mapenzi bado unayachukulia hivi, utakuwa ni mhanga na utachukiwa na utachezewa na utaachwa. Kwanza, mapenzi unayachukulia kama ndo chanzo cha furaha yako. Mapenzi kama unayachukulia ndo chanzo namba moja cha furaha yako. Mpenzi unamchukulia kama chanzo namba moja cha furaha yako, basi umeshapotea njia. Kumbuka, maisha ya mwanadamu ni zaidi ya mapenzi, ni zaidi ya mapenzi. Lakini cha pili ambacho lazima uzingatie, kama inafikia hatua unajiachia kwa mtu ambaye haja kuonesha future yenu ni ipi na haujaishi naye na hujakaa naye kwenye ndoa, basi utaumia. Lakini cha tatu ni pale ambapo unashangaa thamani yako inamtegemea mwanadamu ambaye unataka kwenye mahusiano au umeingia naye kwenye mahusiano. Kama unatafuta thamani, furaha, kupendwa, kuthaminika, kukubalika kutoka kwa mpenzi wako, umeshabuki. Lazima uanze kujipenda, kujithamini, kujiamini, kujikubali, maana Mungu aliyeko ndani yako ni mkuu kuliko Mungu aliye nje. Thamani unayoijenga wewe kutoka ndani yako ni kubwa kuliko wale watu wanaoiona. Kuna mamilioni ya watu leo hawawezi wakafanya vitu vikuu kwa sababu kuna watu fulani hawajawathibitisha. Lakini anza kujithibitisha. Najua kuna sauti ya Mungu ndani yako inayokuambia wewe ni mtu wa aina fulani. Sasa nataka nikupe neno litakaloweza kusaidia. Mithali sura ya 16 mstari wa 1 na wa 9. Maandiko yanasema, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Lakini pia neno linasema, mwanadamu anatengeneza njia zake, lakini Mungu anathibitisha hatua zake. Watu ambao wamepoteza mwelekeo, watu ambao wamekosa thamani kwenye maisha, watu ambao wamekosa upendo wa dhati na thamani kuu kwenye maisha, ni wale ambao wanawategemea wanadamu na wanawafanya kama kinga zao, huku mioyoni mwao wamemwacha Mungu. Leo nachoweza kukuasa na kukushauri rafiki yangu, anza kurudi kwenye hali ya kawaida. Anza kujitenga na kitu chochote ambacho kinaweza kukutenga na upendo wa Kristo kwenye maisha yako. Ninachokushauri, ninachoweza kukuongoza nacho, ninachoweza kukushauri rafiki yangu, anza kutengeneza thamani tena. Anza kujiona ni mtu ambaye hujaletwa hapa duniani kwa bahati mbaya. Anza kujua kwamba mambo fulani, watu fulani, vitu fulani vikiondoka kwenye maisha yako, huenda vinatengeneza nafasi ya kujitambua wewe ni nani. Kuna watu wengi wamekuwa na wapenzi, wale wapenzi baada ya kuwa nao wamekosa kujitambua, wamekuwa wakijitoa na wakiamini kama maisha ndio yamefika mwisho. Walipokuja kuumizwa, wengi umri wao ukawa umeshaenda, kwa wakawa ni watu wa kukata tamaa na kulia. Kwa nini una umri wa miaka kuanzia 25 lakini bado unafanya kazi ya kuchezewa na wanaume, kazi ya kuwachezea wanawake? Hutafuti mtu sahihi na kuruhusu kujiheshimu ili uweze kupata ndoa sahihi. Kumbuka, mwanadamu anapomweka Mungu mbali anakuwa kama mnyama. Mwanadamu anaposhindwa kumkiri Yesu Kristo awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, mwanadamu huyo hana tumaini jipya, hana tumaini tena. Ni lini utarudi kwenye misingi ya kumwamini Mungu? Ni lini utaanza kujiheshimu na kuheshimu maisha yako? Ni lini utaanza kujua kwamba baraka za ndoa zinatoka kwa Mungu? Ni lini ambapo utaanza kujitenga na vile vitu ambavyo Mungu amevikataa kwenye maisha yako? Ni lini utaacha zinaa? Ni lini utaacha uchafu na kuheshimu maisha yako ili uweze kuheshimika? Kumbuka, unapozidi kuishi maisha yasiyofaa, ndivyo unazidi kuchimba shimo kwa ajili ya maisha yako, hatima yako, ndoa yako, uchumi wako, familia yako na muendelezo wa maisha yako. Usipokuwa na Mungu,
hautaweza kutoboa. Kumbuka, haya ninayokuambia ni maneno ambayo yafanye kama kibao cha moyo wako, yatafakari usiku na mchana, yafanye taa ya miguu yako, yaishi, yatakusaidia, yatakuwekea alama ya ushindi, na utaweza kuyashinda maumivu na kuchezewa na wanaume na wanawake, na kwa mtu ambaye utapokea baraka za ndoa kirahisi. Nawapenda. In Jesus' name. Thank you for watching.